Mpumbavu wewe, nakulisha, nakuvisha, unaenda chooni kwa ajili yangu, nakupa kila kitu mundani. Alafu unataka kumbaka mke wangu, unataka kumbaka mke wangu. Sikiliza nikwambia, hakuna pepo ya ndazimu. Hakuna mwendazimu yote, kichaa yote ambaye ataingia peponi. Sasa ngoja nikuonyeshe. Mimi kabla ya kuwa shehe nilikuwa chizi kama wewe, nilikuwa mtu ambaye nimechanganyikiwa, nimevurugwa kishenzi. Nilipagawa mimi mwenyewe sina. Naomba moyo wa Tahira, moyo. Yaani rafiki yangu, laiti kama shemeji atakukubalia msamaha wako, kanisa ndemweka katika kundi gani? Yaani kama ni kiumbe mtamfananisha na jongoo, maana jongoo hajielewi. Hamna kiumbe sijielewa kama jongoo, lakini sio kwa kukubali tena kuliana na wewe. Sasa hapo wewe kinachokuchekesha nini? Kwa sababu mimi hapo sijaona sababu ya kuongea sana, ya kucheka kama hivyo. Yani hivi ni vitu ambavyo vinafahamika. Na wewe ndio uliyekuwa mshanga wangu mpaka mimi nafunga ndoa na yule mwanamke. Si ndio? Na mpaka nafunga naye ndoa, unajua kiasi gani nampenda na kiasi gani namsamini mpaka akawa kwangu nikamweka ndani. Kwa hiyo ninachokuelezea, mbona kipo naona kifahamu? Kuna shida gani tena hapo sasa? Unajua sikia nikwambie kitu. Mimi nimeshafanya ushenga kila kitu, lakini sasa hivi mwanamke yule kaolewa. Yule kisha kwa mke wa mtu tena sasa hivi. Sasa mke wa mtu, mke wa nani? Yule ni mke wangu mimi. Ushaelewa? Nataka nirudia naye mimi. Huyo mke wa mtu, mke wa nani? Wewe unamjua mke wa nani? Acha bwana mambo yako basi. Ukishaambua kitu kwa muelewa kama mtoto wa kiume, sio nichekesha kama mtoto. Angalia bwana. Umenielewa? Kama unaweza niambie. Kama uwezi niambie. Sio unakaa kuchekesha mke wa mtu. Umemwezesha wewe? Wewe ulikuwa shehe? Sasa wewe ulishamwacha na mwanamke kaolewa tena. Sasa yeye kisha kwa mke wa mtu. Na haiwezekani mwanamke kuolewa mara mbili. Wanaume sisi tunaoa matala, lakini ushawahi kusikia mwanamke kaolewa matala? Hivi mume wangu? Naam. Humu ndani nimeolewa na watu wangapi? Swali gani hilo mke wangu unauliza? Si nimekuwa mimi? Haiwezekani kila siku matatizo humu ndani yanatokea. Huyo mjomba wako kwanza mimi ananichanganya akili. Nimeamka asubuhi nafanya usafi. Yeye ndio anayechafua, akienda huko chooni ovyo ovyo. Hata mgeni akija huko chooni naona aibu hata kumwambia nenda chooni mpaka nianze kwenda kuchunguza ndo nimruhusu aende. Naonekana mimi mchafu. Yeye akitoka katoka, akirudi karudi. Akiingia ndani kimya. Aya, mpaka hapo umemaliza kunywa chai, yeye hayupo. Namuonea. Mimi najua kama kaolewa, kama hajaolewa mimi najua. Nishakwambia kaniombee msamaha. Yule ni mke wangu mimi. Huyo aliolewa achana naye. Sijakwambia ukamwombe msamaha mumewe. Naomba tuelewane. Umeelewa? Sio mumewe, ni yule mwanamke ndo mimi ninayemtaka. Kwa hiyo yeye atachagua. Wewe kazi yako ni moja, ni kwenda pale tu basi. Kwani ndugu yangu, unajua mambo kibao kisha semaji kishalalamika mambo mengi. Au kuna tatizo liko nyuma kapetu na nificha mimi? Maana mshagombana mara ngapi? Mimi nafanya kazi ya kusuluhisha. Kama kuna tatizo nielekeze, mimi ndo rafiki yako. Basi sawa. Sawa, tuache malumbano. Sawa, tuache malumbano. Hapa mimi sija kwa ajili ya kulumbana na wewe. Sawa, naomba tuelewane. Mimi hapa shida yangu ni moja. Sawa. Wewe nenda kamwambia yule mwanamke kwamba yani fulani hivi, yani ujumbe nilokupa wewe nenda tu kampatie. Majibu yote atakayokupa wewe nifikishie. Usiwe na wasiwasi. Wewe nifikishie, mimi nitayapokea kama yalivyo. Kwa hiyo wewe nisaidie kama hivyo nilivyokuambia. Nisaidie mimi kijana mwenzako. Kila siku unamtetea wewe mjomba wako. Sasa basi, mimi nakuacha ukae na wewe mjomba wako, mimi naondoka. Sawa, mimi nimekuelewa mke wangu. Nimekuelewa vizuri. Lakini nakuomba kitu. Usiondoke. Huyo mjomba wangu mimi nitajua namna ya kudili naye. Nitajua namna ya kulimaliza hili jambo. Tuliza hasira zako. Usiondoke na kuomba. Mimi nitajua namna ya kulimaliza hili jambo. Kwa sababu huyu nimepewa mimi nimlee. Nikimfukuza sasa hivi, familia yote ukoo mzima utanichukia mimi, utaniangalia mimi kwa jicho baya. Kwa hiyo kuna namna ya kuliendea hili jambo. Kwani wewe huyo uwezo ukamwacha akaondoka hata akaenda kwa ndugu yako mwingine mpaka tukae naye sisi? Mtu kama ana uwezo wa kusoma Qur'ani,
Anashindwaje kujisimamia yeye kama yeye? Wewe sikiliza rafiki yangu. Mara ya kwanza mimi nilikuwa mshenga wa kwenda kuunganisha ili mfunge ndoa. Sasa hivi unanituma ukuadi, si ndio? Maana wewe kesha kwa mtu wa mtu, maana unanituma mimi ukuadi. Kwa nini tunaelewana au tuelewani? Nimekwambia hivi, nenda kwa yule mwanamke, sio kwa mke wa mtu. Wewe shida yako iko wapi? Hey, hopeless. Namna gani? Kwa hiyo na maana sasa hivi mimi unataka unibebeshe dhambi za kwenda kudhulumu nafsi ya mtu. Unajua mtu keshampenda yule. Mimi ninapokwenda kuachanisha ndoa yao, ina maana nakwenda kudhulumu nafsi ya mtu ambaye anayempenda kwa ajili yako. Ina maana nikabebe dhambi zingine upya za kudhulumu nafsi ya mtu, si ndio? Okay, sawa. Nisamee mimi, hizo dhambi mimi nitazibeba. Tuache malumbano. Tusilumbane tena. Wewe nenda tukanisaidie. Nenda nakuomba sasa mimi hapa. Mimi nakuomba. Tuache malumbano, wewe nenda tukanisaidie. Sawa, akikubali, sawa, asipokubali, sawa. Wewe tu kikubwa utakachojibiwa kule, wewe nifikishie mimi nitakipokea. Kuna shida gani hapo ndugu yangu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya rabbas samawati wal ardh. Ya man ta'lamu sirra wa ma yakhfa. Tamshi fi na kwa nini unaenda msikitini hapo? Unaenda kuswali kwa kuazini? Mbona saa 9 hii sasa hivi shehe wangu? Hayo ni makusudi mme wangu. Mimi nimechoka. Nishakwambia nimechoka, tena nimechoka sasa. Mke wangu usiondoke. Yule hayupo sawa sawa. Akili zake hazijatimia. Mtu mwenye akili sawa sawa hawezi kufanya matendo kama yale. Usiondoke, tulia. Mimi nitajua namna kulimaliza hili jambo. Kuna njia nzuri ya kuliendea. Wewe tulia, usiondoke. Mimi nitalimaliza hili mke wangu. Sasa unaondoka, unaniacha na nani? Unaniacha na huyu mweu? Nitaishi vipi mimi bila wewe? Wewe ndio furaha yangu mimi. Wewe ndio mke wangu mimi. Usiondoke na kuomba. Tulia, ilitamalizika, litaisha, maisha yataendelea. Na kuomba sana mama watoto. Sasa wewe mjomba wako kaa ongea nayo. Ila mimi nimechoka. Nishakwambia nimechoka. Siwezi nikarudia kila siku maneno hayo hayo. Mke wangu, hatujamaliza kuongea lakini. Ushakuwa mtihani. Kuna shida hapo kwani? Haina shida. Kwa sababu unajua wewe ni king'ang'anizi. Unang'ang'ania. Ila kwa sababu unang'ang'ania, mimi nitaenda. Ila yani yule shemeji yangu kama atakubali, kwanza nitamtoa akili. Mangapi ushamfanyia? Akikubali yule mwanamke, yani katika wanawake wote ambao sio kwa na akili, yani hata wale machizi wenyewe nitamtoa yeye akili kabisa. Kama atakubali. Ila kwa sababu nataka, mimi nitakwenda. Usije kanilaumu kwamba nimekataa. Haina shida. Mimi nitatimiza wajibu wangu, naenda kumshawishi, akikubali sawa, akikataa sawa, lakini nina hakika 100%. Kama atakubali ndugu yangu, una bahati. Sawa. Poa. Yaani jamaa, nilijua huyu kwa kitabu alichokuwa nasoma. Nisingejua kwamba sasa hivi angefikia hatua kama hii. Kuwa kichaa, na wakati kwa natarajia kwamba sasa hivi angekuwa mwalimu, labda angekuwa na pesa. Ila jamaa, mimi nakwambia kitu. Huyu ingekuwa kama mimi, bora niachane na kisomo kabisa cha Qur'an. Haya, moyo wake umebeba mengi. Haya. Shehe wangu, unaenda wapi tena? Nilijua labda nikirudi nitakukuta kiongozi wa msikiti, lakini umekuwa kiongozi wa mataira. Moyo wa tahira, moyo utie amani. Wengine wanasoma ili waende juu, wewe unasoma unakuwa kichaa. Moyo wake umebeba mengi. Haya.
Nataka kunipiga? Nataka kunipiga? Nipige sasa. Nipige. Nilikuwa najua kwamba mnasoma vitabu Qur'an ili mkae sawa. Kumbe ndio mnazidi kuchizika. Moyo, moyo wa Tahira, moyo utie amani. Nikwambie kitu. Hata ukisoma vipi, hakuna pepo la vichao wala wenda wazimu. Mnacheka, lakini Qur'ani imenifundisha kitu kimoja, na waja mwingi wa rehema ni wale wanaotembea duniani kwa unyenyekevu, na wajinga wanaposema wao husema salama. Enyi mlioamini, watu wasiwafanyie wengine dhihaka, huenda wale wanaodharakiwa wakawa bora kuliko hao. Leo mnanicheka kwa mavazi yangu, lakini hamjui vita ninayopigana moyoni, hamjui maumivu ninayopitia, hamjui machozi niliyoyaficha. Kama mimi nina kasoro, Mungu ndiye atakayenihukumu, lakini dhihaka yenu inaweza kuwa mtihani wenu. Huenda anachosema Sosa kina ukweli ndani yake. Sasa basi, inabidi nitumie njia nyingine. Huenda kweli mwanamke anaweza kukataa. Sasa akatae, akubali, lakini lazima nitumie njia nyingine. Yaani ni bora tukose wote, kati ya kwangu mimi na mwanaume anaishi naye. Najua nitasikia maneno mengi ya kuuzi maishani, lakini Qur'ani inasema mkivumilia na kumcha Mungu, hilo ni jambo la ushujaa. Leo sitapigana nanyi, sitawabishia, sitawadhalilisha, na waachia neno moja tu, nalo ni salama. تمشي في ظلمات الفتن وتحاصرنا المحن والحسد من كل جانب. ضاقت بنا الدنيا وثقلت علينا الجراح، لكننا نؤمن أن بعد عسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عابدك إني أمتك ناسيت بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Hata kama usahau dunia nzima, dunia haiwezi kubadilika, itabaki kuwa dunia. Haijalishi kutokuzisahau sura, aidha dua muhimu ndo uweze kujisikia vibaya. Hapana, haupaswi kujisikia vibaya. Naomba moyo wa tahira, moyo utie hamasa, moyo wa tahira, moyo utie amani. Naomba moyo wa tahira, moyo utie hamasa, moyo wa tahira, moyo utie amani. Aya